Hello Tanzania, shalom, Bwana asifiwe. Nimekuja tena kuhonya kutokana na uwezekano wa kuzuia msiba wa taifa. Uwezekano wa kuzuia msiba wa taifa. Tarehe 28, 29, 30, siku 8 mbele, tunaweza kuwa na matangazo ya msiba wa taifa. Tunazika kila kona. Vifo ambavyo havikuwa na sababu. Tunaweza kuwa na mahospitali yenye kujaa majeruhi wasiopata dawa, wanaougulia maumivu makali sana. Kitu ambacho hakina sababu. Swali langu kwa vijana kuanzia miaka 20 mpaka miaka 40, unamfia nani? Unampigania nani? Mimi nadhani geuzeni upande wa pili. Hiyo nguvu tunaenda kutumia kwenye maandamano, hiyo nguvu tuitumie kwenye maombi. Mungu ndiye mwenye kuweka mamlaka, imeandikwa Warumi 13, tiini kila mamlaka iliyopo, maana hakuna mamlaka isiyowekwa na Mungu. Kama Mungu ndiye anaweka mamlaka, basi tukimuomba naweza kaiondoa au akaiacha. Na waonya tena wa Tanzania, vijana wenzangu, mimi kama kaka yenu, hachana na maandamano. Tutakuja kuwa na tukio baya sana, msiba usiokuwa na sababu. Unaacha mkeo, unaacha watoto wadogo hata wajasoma, unaacha wazazi wako, unakufa kizembe. Na unayemfia ukishakufa kusaidii chochote. Yeye kuambia andamana, tukomboe nchi, yeye yuko mbali. Yeye yuko mbali. Hayuko hapa nchini. Yakisha kukuta haja hata kukuzika. Naweza nikawa naongea mkono kama mbaya au labda mpinzani au labda CCM au labda Chadema au nani. Mimi sina chama, mimi sina kadi ya chama, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mhubiri wa Injili, sihusiki na siasa yoyote, mimi ni mpiga kura wa kawaida. Lakini ninapoona jambo la hatari linakuja, ni vema niseme. Kwa vijana, achana na maandamano. Kama una chama kapige kula, ukimaliza rudi nyumbani. Si vema kwenda jela, jela sio pazuri. Jela sio pazuri. Sio sherehe ile. Ndio kuishi maisha kitumwa, maisha kukontroliwa, maisha kuongozwa, unapangwa muda wa kulala, muda wa kuamka, huwezi kutembea tena nje kwa amani. Hata mimi mchungaji singefurahi nisikie vijana wangu sio wamekamatwa wakiandamana. Nimeshawazuia wote. Popote msangu yalipo nao yaongoza, makasoti ambayo yalipo nimewazuia, hakuna kuandamana. Kwa sababu sina muda kwenda kukaa misiba ambayo sikuwa nimejipanga. Nahitaji tuishi kwa amani. Na hizo wachungaji wengine pia nao hawataki vijana wao wafe. Mashehe hawataki vijana wao wafe. Mapadri hawataki vijana wao wafe. Kwa hiyo wasi imekaaje, Mungu ndiye mwenye hukumu ya mwisho. Tumieni hiyo nguvu kumuomba Mungu, sio kuandamana. Maana mkienda kuandamana, mtaacha familia zenu, mtaacha wazazi wanalia. Angalia kwa mfano familia ya Polepole. Wanahaa. Angalia sasa familia ya Heche, ya Tundu Lissu, wanahaa. Vitu ambavyo vilikuwa vina sababu kabisa. Kwa mimi nawasiini, msiache familia zenu kwenye majonzi, kwenye tabu, kwenye shida, kwenye vilio, mkaenda kufa kizembe. Na achaneni na maandamano. Maana mnaweza kufa na mkaacha vilio na nchi ikaingia historia kutangaza msiba wa kitaifa. Kwa mfano Kenya, wameagizwa andamana kwa sababu ya unga, wamekufa vijana wengi sana. Na baada ya kufa nini kimebadilika? Serikali ni ile ile, watu ni wale wale, wao wamekufa, wengine wanaendelea. Wengine wamekuwa vilema kabisa wa kudumu, wengine wanaendelea. Kwa mimi nawaonya na nawasihi, msitumie njia hiyo. Tumia njia ya maombi. Mungu ndiye mwenye kujua ipi nyeupe na ipi nyeusi. Mungu awabariki. Baba, naiombea Tanzania. Naombea nchi yangu amani, naiombea ulinzi mpaka yake yote, naiombea ushindi. Naomba damu ya Mtanzania yote isimwagike na isiteketee. Naombea nchi yangu amani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.